Bwana asifiwe sana. Nichukue nafasi tena kwa ajili ya kumtukuza Mungu, kumshukuru Mungu kwa matendo makubwa ambayo anatutendea kila mara na kila wakati. Tumekuwa na muda mwema kujifunza neno lake la uzima, na maisha yetu kila siku ninaamini yatabadilishwa na neno la Mungu. Kitu pekee ambacho kinaweza kuleta taswira mpya kwenye maisha yetu ni neno la kweli la Mungu kukaa ndani mwetu. Katika kitabu cha Yohana mlango wa 10 ule mstari wa 36 mpaka 40, kuna habari nimesoma na habari kwa nafuatilia. Kuitwa mwana wa Mungu, kufanyika wana wa Mungu, kufanyika watoto wa Mungu sio jambo lele mama. Ni jambo ambalo dunia yote inapiga kelele tusifanyike kuwa wana. Kama tukifanyika kuwa wana, tuna urithi mzuri, tuna urithi mkubwa ambao katika maisha yetu ya kila siku tunaweza tukaupata. Na hapa halibuka mjadala mzito na mkubwa kwa wao kukataa kwamba Yesu Kristo hana haki ya kujiita mwana wa Mungu, kama vile anakufuru. Mimi na wewe leo tunasema sisi ni watoto wa Mungu. Watu wengi wanatushangaa, mataifa yanaweza kushangaa, lakini ni swala la sisi kujidhabitisha kwa Mungu kwa neno lake, ili Mungu aweze kutukuzwa kupitia sisi, na wakituchunguza, kutufuatilia, wajue kweli tuna ushirika sahihi na yeye tunayemsema. Inatia hasira, pengine inatia huzuni kuona Wakristo wanaishi maisha ya hohe, maisha ya bora twende, bora tufike, bora tufanye nini. Hayo sio maisha ambayo Kristo Yesu ametuitia kuishi kwayo. Kristo Yesu ametuita tufanyike watoto wake, na ndivyo tulivyo. Na kazi zake na ishara na maajabu yapitie kwetu kudhihirishia ulimwengu kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Katika kitabu cha Yohana mlango wa 10 mstari wa 36 mpaka mstari ule wa 40, naomba nisome. Biblia inasema, "Je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamuita, mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu?" Ile ni swali Yesu anawauliza. "Kama sizitendi kazi za Baba yangu, msiniamini, lakini nikizitenda, ijapokuwa hamuamini mimi, ziaminini zile kazi, mpate kujua na kufahamu ya kuwa Baba yu ndani yangu, nami ni ndani ya Baba." Wakatafuta tena kumkamata, lakini akatoka mikononi mwao, akaenda zake tena ng'ambo ya Yordan, mpaka mahali pale alipokuwapo Yohana akibatiza hapo kwanza, akakaa huko. Na watu wengi wakamwendea wakasema, "Yohana kweli hakufanya ishara yoyote, lakini yote aliyoyasema Yohana katika habari zake huyu yalikuwa kweli." Nao wengi wakamwamini huko. Muona Yesu anajitambulisha kama mwana wa Mungu, na anapata upinzani kabisa, na wanataka kumfanya mambo ambayo sio sahihi, kumkamata na kumtesa na kufanya mambo kama hayo. Lakini anasema kazi zile nilizitendazo basi zionyeshe kwamba mimi ndio mwana wa Mungu. Lakini kazi nilizitendazo kama hazitaonyesha kwamba mimi ni mwana wa Mungu, basi mna haki ya kufanya na kutokuniamini. Na kazi ambazo Yesu anasemea ni zipi? Kazi ambazo Yesu anasema kwamba zinitambulishe kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Yesu alikuwa na hizi sifa za Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 22. Anasema, "Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria." Yesu ndiye alikuwa na hizo sifa. Fuatilia maisha yote ya Yesu, alikuwa na sifa hizi ambazo nimezisoma katika Wagalatia mlango wa 5 mstari wa 22 kuendelea. Utaona alikuwa na huruma, alikuwa na pendo, alikuwa na utu wema, alikuwa na matendo ya fadhila, alikuwa anawasaidia na mambo kama hayo. Kwa nini? Alikuwa amejawa na nguvu na uwezo wa Mungu. Kwa hiyo alikuwa anaweza kaishi kazi za Baba yake.
lakini pia alifanya mabadiliko makubwa kwenye ulimwengu wa mwili na katika ulimwengu wa roho, kuleta imani, kuleta mwana, kuleta uwana kwetu sisi tufanyike wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Katika waraka wa Yohana wa kwanza pale, katika waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3, waraka wa kwanza wa Yohana, ukiangalia utaona wazi kabisa kwamba Yesu Kristo anakuja kwetu na anatupa mtazamo tofauti, au anatupa tegemeo tofauti. Anasema waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3, Biblia inasema, tazama ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Katika Yohana mlango wa 10 huku ndio unaona kwamba katika Yohana mlango wa 10 huu mstari wa 36, 37 na kuendelea pale, wanakataa utambulisho wa Yesu Kristo kama ndiye mwana wa Mungu. Wanataka kumtenda jeuri na mambo ambayo sio sahihi katika maisha yake. Kwa sababu gani? Amejitambulisha kama yeye ni mwana wa Mungu. Lakini waraka wa kwanza wa Yohana pale anasema sisi tumepewa ni pendo la namna gani aliyotupa Baba, kwamba sisi tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Ule wana wa Mungu sisi ndio kudumu nao, kwamba sisi ni warithi pamoja na Kristo, tumeketishwa pamoja na Kristo. Sisi ni watoto wa Mungu sababu tumekubali neno la Mungu likiwa kwenye fahamu zetu, likiwa kwenye mioyo yetu, tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Tunaitwa leo kumwendea Kristo Yesu ili tuweze kuzaa matunda yaliyo mema, ili tuweze kudumu kutenda kazi za Baba yetu aliyetupa. Tumeitwa kama wawakilishi wa ufalme wa Mungu hapa duniani, kubadilisha watu wamwendee Kristo, kuwabadilisha wengine wamjue Kristo, fahamu zetu, fikra zetu zimlingane Kristo Yesu. Maisha ya mwanadamu yoyote yapo katika uwezo wa ufahamu, kwenye moyo, kwenye imani yake, kwenye udhabiti wa kile ambacho anakijua na kusimamia. Mungu akusaidie kujua kwamba vita yetu ipo kwenye ulimwengu wa roho, katika kiwango cha maarifa ya Mungu ulionayo. Ndio uwezo wa kutawala ambao Mungu atakupatia. Vile unavyomjua Mungu zaidi, utaishi maisha mepesi na marahisi na mazuri zaidi. Vile ambavyo utaki kujifunza neno la Mungu na kumjua Kristo anavyopaswa, utaishi maisha yenye mahangaiko na taabu na shida. Ingawaje wewe ni mwana wa Mungu, ingawaje unaamua kuokoka au unampenda Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kama utachukua hatua madhubuti kujifunza neno lake inavyopaswa, utaishi maisha yenye mahangaiko, yenye shida na taabu, kwa sababu hujataka kusoma kujua ahadi zako kama mtoto wa Mungu kwenye neno lake. Mungu alibariki neno lake. Amen.